Mama Jonathan Junior. Wengi wananiita mama nani? Naitwa Mama Jonathan Junior. Sekei. Utume kipaumbele chetu. Wanawake mmenyamaza sasa hivi. Sielewi. Haya, wanawake pamoja na Sekei. Utume kipaumbele chetu. Kanisa zima Sekei. Utume kipaumbele chetu. Sekei. Utume kipaumbele chetu. Kuna shida, mimi nimegomea kusimama. Mungu anawaona. Jamani, kanisa la Bwana kama halina utume ni kanisa mfu, si ndio? Basi mara moja ya mwisho alafu msimame. Sekei. Utume kipaumbele chetu. Mungu abariki sana. Wanawake wote, hebu tusimame hivi. Wanawake wote zingatia. Alafu ukisimama upite hapa mbele. Wanawake. Kwani wanawake. Kwa nini? Changamsheni basi wamama. Kweli. Ura
Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tufungue wimbo namba 123. Tutaimba kwa utulivu, simu zikiwa zimezimwa, tukiwa tumetulia kwenye viti vyetu. Ni wakati wa turejee madhabahuni. Wakati wa nini? Kwa hiyo naomba utulivu mkubwa wakati tunapoimba. Tutafakari maneno ya wimbo huo. Tutakuwa na kipindi kifupi kabisa ili tuweze kupisha mahubiri. Mungu awabariki tunaposhirikiana. Ni wakati wa kushusha mizigo yako kwa Yesu. Ni wakati wa kumwambia. Ni wakati wa kumtika yeye fadhaa zako zote. Mungu aweze kutubariki. Tuanze wimbo wetu namba 123. Yesu kwa imani. Tutaimba fungu la kwanza bila kinanda, ukiwa unatafakari wimbo huo, Yesu kwa imani. Yesu peke yake ndiye tunastahili kumwabudu. Yesu kwa imani na Nipe nguvu
tumtumaini yeye peke yake. Endelea kutafakari. Tutajifunza somo fupi, nitasoma tu, sitafafanua, katika kile kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 12, wa 13 na wa 14. Naomba mtu ambaye amefungua kwa haraka aweze kutusomea Wakolosai 3:12, 13 na 14. Tusikilize maneno yaliyoandikwa pale. Karibuni. Anasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Tujivike upendo, ndio kipimo cha nini jamani? Cha ukamilifu. Leo ni siku ya idara yetu ya wanawake. Ni siku ambayo Mungu amepanga kwamba sisi kama wanawake tuweze kusimama mbele yenu. Lakini tunapokuja hapa tunajua kwamba tujivike moyo wa namna gani? Kwa upole, unyenyekevu, utu wema. Yawezekana tumekuja hapa na mizigo yetu mbalimbali, dhambi zetu Yesu anazijua, ni wakati wa kuzitoa katika miguu yake. Yawezekana tumekuja tumefarakana hata kule nyumbani, hatujasalimiana vizuri, hatujaongea vizuri kwa sababu ya mambo mbalimbali. Yawezekana tumekuja hapa hatusalimii ndugu zetu, hatusalimiani katika kwa na jirani fulani hapa katika ibada, lakini eti umekuja kuabudu. Tumuombe Mungu atusaidie tuondoe viburi ili tukaweze kuwa wanyenyekevu. Ni wakati ambapo unatakiwa sasa tushushe viburi vyetu kwa Yesu, tuweze kumwambia yale ambayo tunayahitaji, tuweze kumwambia pale tuliposhindwa. Kwa dakika 3 kila mtu atajiombea mwenyewe akimwambia Yesu yale yanayomshinda. Hebu naomba karibuni katika dakika hizo 3 turejee madhabahuni, tuweke mioyo yetu tayari kwa ajili ya kusikiliza neno la Bwana. Tukitoka hapa tukabadilike, tubadilishe maisha yetu, tukageuke ili tukaweze kumtazama Yesu na tusonge mbele kwa hatua. Karibuni. Nitakuwa mimi na nina taratibu, na wakati huo utamweleza Yesu yote yaliyoko kwenye moyo wako. Ni nini kitakachokutenga na upendo wake? Mwambie sasa ili neno lake likapate nafasi katika maisha yako. Karibuni kwa maombi. Yes, tuko mbele zako na binti zako, tukikushukuru kwa sababu ya fadhili zako nyingi. Asante kwa kuwa umekubali kutusamehe makosa yetu. Asante kwa kuwa umekubali kuondoa tofauti zetu. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ukitubariki na kutuongoza. Tunapoenda kusikiliza neno lako, likapate kibali katika maisha yetu, tukabadilishe mielekeo yetu, ikakuelekea wewe Bwana. Hata anaenda kusimama kwa ajili ya neno lako na kwako, ukamtumie sawasawa na mapenzi yako. Wabariki washiriki wote walioingia hapa. Kama yupo waliokuja na mzigo katika maisha yake, kwa namna yoyote ile, Kristo tunakusihi ukapokee madhaifu yetu. Maombi yao ya siri, wao ndio kusoma sirini, ukatupokee sawasawa na mapenzi yako. Maana tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amen. Amen.
Mchungaji, kwa nyimbo hizi, kwa maneno haya yaturejee madhabahuni, na program zote ambazo wanawake wamezifanya hapa mbele, isingekuwa kuna maelekezo ya kanisa kwa siku ya wanawake ya nini cha kufanya, mimi kama mhubiri wa siku ya leo ningefunga ibada. Ningetoa somo la ombi la mwisho tu, alafu tuondoke turudi nyumbani. Lakini basi kwa sababu kuna maelekezo ya siku maalum ya wanawake na kile ambacho Mungu anataka sauti ya wanawake leo ikaseme kwa kanisa lake, itabidi niendelee. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mwitikio huo huo, kwa upole huo huo, na sauti ya Mungu inayoita katika moyo wako, inayogonga na kurudisha hodi, ninaomba kwa unyenyekevu huo huo tusikilize neno la Mungu. Tusisumbuliwe na kitu kingine chochote. Kama una simu, mtangulizi aliyesema watu wote madhabahuni alisema simu zetu ziwe zimezima. Unless wewe unaisikiliza kwa kusoma Biblia au kwa ajili ya wimbo, lakini kwa vinginevyo tafadhali rejea madhabahuni. Kanisa la Sekei, Mungu ni mwema wakati wote. Kanisa la Sekei, Bwana ni mwema wakati wote. Wanawake, nilikuwa namwonea huruma sana mwenyekiti wa siku ya leo. Ni mchangamfu, anaelewa anachotaka kukifanya. Sasa mawasiliano huwa ni pande mbili. Upande wa anayetaka kuwasiliana na mwingine. Hakuna mtu anayewasiliana yeye kama yeye. Ina maana mawasiliano ni pande mbili. Yupo anayeuliza na yupo anaye. Inapokuwa yupo anayeuliza tu lakini hakuna majibu, tayari kuna changamoto hapa katikati. Wanawake, wanawake, utume kipaumbele chetu. Aliuliza swali akasema, mimi nafurahi na mshukuru Mungu kwa kuumba mwanamke. Akauliza, ni wangapi wanawake na wenyewe wanajivunia kuumba wanawake? Walinyosha wangapi? Walinyosha wangapi? Naomba nione mikono. Walinyosha wangapi? Wanawake, utume kipaumbele chetu. Sabato iliyopita nilibarikiwa na nilikuwepo katika ibada. Mzungumzaji wa siku ile alisema kuna msemo wa wanawake kule nje. Kumbe wa huku kuna wa humu ndani, si ndio? Tafadhali wanawake wa kanisa la Sekei, ule wa kule nje tusiuseme hapa ndani. Maana huu nimeusikia leo na umenibariki. Lakini sabato iliyopita tulikuwa na msemo mwingine uliowafanya wanaume na wao wakatengeneza cha kwao. Eti walisemaje? Wanaume Yesu pamoja. Naamini sabato itakapokuwa sabato nyingine, atakaposimama mkuu akae na familia au mkuu wa amu, atatupatia lile linalosema habari za utume. Hayo ya mengine tuyaache wapi? Tuwaachie wale, kwa sababu sio la kwetu hapa kanisani. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, fungu letu kuu la siku ya leo linatoka katika kitabu cha Isaya 6 fungu la 8. Isaya 6 fungu la 8, ningetamani nipate msomaji wa siku ya leo. Isaya 6 fungu la 8. Msomaji wangu leo atakuwa ni nani? Atakayenisomea haraka maana muda umeenda. 6 fungu la 8 nasomeka hivi. Isaya 6 fungu la 8. Ndio. Nasomeka hivi. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Amina. Kichwa cha somo la leo kina maelekezo. Somo la leo lina maelekezo. Litahubiriwa katika makanisa ya Waadventista wa Sabato kama ambavyo zimepangwa. Lina kichwa kinachosema Henani. Henani sio kibali. Sawa jamani? Henani. Mimi hapa ndio maana yake. Anasema kuna neno maalum sana katika Kiebrania liitwalo Henani, ambalo linaonekana hivi. Tukilitafsiri tu maana yake mimi hapa. Lakini kwa kweli lina maana zaidi ya hiyo. Ibrahimu alisema hivyo alipoombwa kumtoa Isaka kuwa dhabihu. Lile neno na Musa kwenye kijiti kilichowaka moto. Zaidi ya mimi hapa inamaanisha niko hapa na niko tayari
na ninangoja kufanya utakalo niomba, hata kama sijui utakalo niuliza. Tunaanza na visa. Somo la leo lina visa vya watu wengi katika Biblia, likiwa linalenga maana ya neno Kenani. Naomba tufuatane. Mtu wa kwanza anayezungumziwa katika kisa hiki, naomba tufungue kitabu cha Yona 1 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Yona 1 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Yona 1 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Aliyepata tafadhali, msomaji wangu kama hujapata labda anikusaidia. Yona 1 mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Mstari wa 3. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu iliyokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Kenani mimi hapa. Yona anaitwa na kupewa maagizo na Mungu. Yona hakujibu. Biblia inasema Yona hakujibu. Hakujibu kwa mdomo kusema nipo Bwana nitume. Yona majibu yake yalikuwa ya matendo. Yona aliondoka. Hivi Yona alifuata kile Mungu alichomtuma? Yona anafanya cha kwake. Anapanda merikebuni au kimbia uso wa nani? Bwana. Uso wa Bwana. Naomba tusome Luka 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Wakati tunaendelea na hayo, naomba tuweke akiba kichwani. Nini Yona alichokifanya? Luka 5 mstari wa kwanza na wa 3. Anasema, ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Gezeri. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Mstari wa 3. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simeoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Yesu anaingia katika mashua ya Simoni Petro. Simoni ambaye alikuwa mvuvi tangu ujana wake. Yumkini alisomea mpaka akapata digrii za uvuvi. Usiku mzima wametupa nyavu zao kuvua kwenye maji ili wavue, lakini hawakupata chochote. Anakuja Yesu, anaingia chomboni asubuhi, anafundisha, lakini katika kufundisha anasema neno kwa Simoni. Anamwambia mshushe nyavu zenu mkavue. Kisha Yesu akaanza kufundisha. Yesu alipomaliza kufundisha, mstari wa 4 anamwambia Petro, twende kilindini mkashushe nyavu zenu mkavue. Hebu tafakari kidogo kwa dakika moja. Mvuvi ambaye amebobea baharini au kwenye ziwa au kwenye maji, akiwa anavua toka ujana wake mpaka utu uzima, akiwa na experience kabisa kwamba leo ngoja tu tutoe mashua zetu, tuzikunje, tukapumzike, tusubiri usiku mwingine. Lakini ni asubuhi, wakati anatakiwa afanye yote hayo na sio muda wa kuvua. Yesu anamwambia, "Ende kilindini, mkashushe nyavu zenu, mkavue." Petro anawaza, hiki ni kitu gani? Kwanza sio majira ya kuvua tena. Maana sasa kuna mwanga na sio muda wa kuvua, tunavua usiku. Lakini kwa uzoefu wangu, hiki hakijawahi kufanyika. Lakini huyu anayeniambia nikavue saa hizi, ana uhakika gani na hicho anachokifanya? Katika maswali mengi ya kutafakari na kujiuliza maswali, ndipo alipojikanseli akasema, hapana, nitafanya. Anasema hata hivyo, kwa neno lako nitashusha nyavu. Matokeo yake katika mstari wa 6, nao walipofanya hivi
wakavua samaki wengi sana na nyavu zao zikataka kukatika. Na ukiendelea kusoma katika mstari wa 7 unaona picha nzuri ya Simoni akianguka mbele za Yesu na kustajabia udhihirisho wa Bwana wa ulimwengu, yeye aliyekuwa nani na ni nani. Mwitikio wa Petro huanza kulalamika na kubishana kwamba alijua zaidi ya Yesu, lakini alijirekebisha haraka na kukubali alivyoombwa. Anasema kiwango cha majibu mabaya hadi mazuri ya wito wa Mungu, Petro aliweza kuwa na mwitikio mkubwa kwa mwisho. Tukimwangalia mwitikio wa Yona, anasema yeye anasema tukiangalia jibu la Yona kwa Mungu, kwa kiwango cha majibu mabaya hadi mazuri kwa wito wa Mungu, anapata tuzo na mabaya zaidi, kwa sababu kwanza hakujibu, ila zaidi sana alifanya kinyume. Petro anajiuliza maswali mengi, lakini mwisho wa siku katika tafakari zake anasema hapana, lazima nitii na kukubali kile nilichoambiwa. Katika majibu anayoyapata, anapata majibu ambayo ni mazuri sana, anapata grade ambayo ni nzuri sana. Sasa tusikilize katika kitabu cha Samueli wa kwanza tunapata kisa cha mtu mwingine hapa. Nini Mungu anataka tujifunze kupitia visa vya watu hawa? Hilo ndilo kusudi haswa la somo la leo. Samueli wa kwanza 3:2 mpaka 5. Samueli wa kwanza 3:2 mpaka 5. Neno la Bwana linasema katika Samueli wa kwanza na sura ya 3 mstari wa 2, ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana, palikuwa na sanduku la Mungu. Mstari wa 4, basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda kulala tena. Asante sana. Kisa cha Yona anaitwa na Mungu mwenyewe, lakini anakaidi sauti ya Mungu. Kisa cha pili cha Petro, anapewa maelekezo na maagizo na Yesu, lakini sijui kama Petro alikuwa amemuelewa sana kwamba Yesu ni nani. Alikuwa bado katika kutangatanga kwenye utafakari, lakini kwa kile Yesu alichokuwa anakifanya, alifanya miujiza mingi, yumkini Petro akiwa anaona. Ndio maana alifanya hata katika kusita. Sasa tunakuja kisa cha Samueli. Samueli tangu anazaliwa, mama yake alikuwa anaitwa Hana, na alimpata kwa maombi ya hekaluni, na aliahidi kwa Mungu kwamba ukinipatia mtoto nitamtoa kufanya kazi yako katika hekalu lako. Anakabidhiwa kwa mzee yule ambaye alikuwa kuhani Eli. Kwa hiyo Samueli toka anakuwa na kuendelea na maisha yale ya utume katika hekalu la Mungu, alizoea kusikia sauti ya mtumishi wa Mungu, mwanadamu mwenzake, lakini alikuwa mtiifu kwa kile ambacho Eli alikuwa akimwelekeza. Samueli anaitwa na sauti ambayo haifahamu. Amelala usiku, amezoea kusikia sauti ya mzee kuhani Eli. Anatoka anaenda, naam, mimi hapo, umeniita. Anamwambia hapana, mimi sikukuita, nenda kalala. Eli wakati huo naye hajaelewa kinachoendelea. Samueli anapoenda kulala, anaitwa mara nyingine ya pili. Anaenda kwa Eli, umeniita. Akasema hapana, sio mimi niliyekuita. Ndipo wazo linamjia Eli, au ni roho wa Mungu anayemvuvia Eli kwamba inayomuita Samueli ni sauti ya Mungu. Anamwambia Samueli, utakapoitwa sasa sema, niko hapa Bwana, nifanye nini? Nitume. Ndicho kilichotokea kwa Samueli. Lakini aliyekuwa anawasiliana naye ni mwanadamu mwenzake, mtumishi wa Mungu, kuhani katika kanisa la Mungu. Alisikia sauti na akafuata maelekezo. Anasema katika hadithi ya Samueli tunaona kwamba alipata alama za juu sana katika kipimo cha majibu makubwa kwa Mungu. Wapendwa, tunafuatisha vipimo hivyo vya watu hawa. Tunafuatisha hivi vipimo. Tulifuatisha kipimo cha Yona. Tuko pamoja? Tulifuatisha kipimo cha Yona. Tumefuatisha kipimo cha Petro. Tuko kwenye kipimo cha Samueli. Tunaona kwamba alipata
makubwa kwa Mungu. Maelekezo tunayopewa na Mungu, sauti zinazotuelekeza, sauti zinazotuita. Kumbe tunapewa alama. Mfalme wa Kwanza 17 tunakutana na kisa cha mwanamke wa Serepta. Mwanamke wa Serepta akiwa anamhudumia Elia. Kisa hiki kinaeleza, labda tusisome, nieleze kwa ufupi. Elia anatumwa. Elia alipokuwa anakimbia ya matukio yaliyokuwa yanatokea, anaambiwa nenda Serepta huko Sidoni, utakutana na mwanamke mjane atakulisha. Sasa mwandishi hapa anasema Biblia haikutuambia kama yule mwanamke alikuwa ameshaongea na Mungu kuandaliwa kwamba kuna mtu anayekuja ambaye nimempa maagizo na kuna kitu ambacho wewe unatakiwa kuwajibika. Biblia haijatuambia hivyo. Ndivyo mwandishi anavyosema. Lakini Elia anapoenda anakutana na mwanamke mjane katika nchi ambayo kulikuwa na ukame, kulikuwa na njaa, kulikuwa na shida. Elia anapofika anakutana na mwanamke yule akiwa ametoka kuokota kuni, tena kuni mbili tu. Kwa nini kuni mbili? Kwa sababu hata anachoenda kukipika hakihitaji kuni nyingi. Kwa hiyo anaokota kuni mbili za kutosheleza kile anachoenda kukipika. Elia anapokutana naye anamwambia, naomba unipe maji. Mwanamke akatii. Kumbuka, huyu Elia akiwa anatembea katika barabara zile alizokuwa, hivi anafananaje? Kwanza ni mtu anayesafiri, labda amesafiri muda mrefu. Amebeba nini? Maana hakuwa amebeba begi. Tuseme kwamba alikuwa amebeba begi safi. Ni mtu aliyevaa vizuri, labda amevaa suruali iliyopasiwa, amevaa kaunda suti, amepaka mafuta na perfume ananukia. Viatu vyake vilikuwa vinafananaje? Miguu ilikuwa imejaa nini? Imejaa vumbi. Lakini nguo zake zilikuwa zinafananaje? Hivi nguo zilizokuwa zinafuliwa kwamba asubuhi aliamka akaoga, akavaa nguo zake. Hivi ile begi aliyokuwa amelibeba, pata hiyo picha. Ile begi aliyokuwa amelibeba linafananaje? Lakini anakutana na mwanamke yule mjane, anamwambia kaniletee maji. Anapotugongea mgeni katika mageti yetu, kwanza kitu cha kwanza ili umkaribishe mgeni yule, inabidi umtazame kuanzia juu mpaka chini. Umuone ni mgeni wa namna gani. Mara nyingi macho yetu ya kibinadamu yanatoa tafsiri na hukumu hapo hapo kwamba huyu hapana, huyu hapana, kwa sababu unategemea anayekuletea ujumbe kutoka kwa Mungu ni yule aliyevaa suti nzuri, aliyevaa shati nzuri, aliyevaa suruali iliyonyooka, kiatu kilichobrashiwa, aliyechana nywele na kupaka mafuta na perfume. Huyo ndio tunayemtegemea aje atupe ujumbe wa Mungu. Lakini kwa mwanamke yule haikuwa hivyo. Anatokea nabii ambaye amechoka, ana njaa, ni mchafu. Anamwambia niletee maji. Mwanamke yule hakuuliza swali. Kama ambavyo Yona hakuuliza swali, alifanya utekelezaji. Akaenda kuchukua maji, lakini wakati anaenda kuchukua maji, anapewa habari nyingine. Unapoenda kuniletea maji, ukiwa unarudi na maji mkononi, mkono mwingine uje na kipande cha mkate. Kipande cha mkate wakati sina. Nimetoka, ni mawazo yake sasa yanaingia kwenye akili yake. Kipande cha mkate, kule ndani nilicho nacho ni unga naoenda kumuta wa mwisho kwenye ile kopo na unga. Halafu na chupa ambayo ina mafuta ni ya kumute yale yaliyo ya mwisho kabisa na ni matone. Ni kama tu itawezekana nipate mkate mdogo sana, mlo ambao tutakula mimi na mtoto wangu. Yumkini pia hatutashiba. Halafu baada ya hapo hakuna kingine. Tutasubiri kufa kwa sababu kuna njaa. Lakini akamweleza Elia, akamwambia lakini sitakuwa na mkate hapa tulipokutana na wewe. Nimetoka kuokota kuni mbili tu ili nikapike mkate nile na mtoto wangu, tusubiri kufa. Elia akamwambia ni sawa, lakini na mimi nitashiriki mkate wenu huo, tutakula pamoja. Tutafanyaje wapendwa? Tutakula pamoja. Baada ya mwanamke Elia kumwambia vile, anasema lakini anamwambia kwamba Bwana Mungu wa Israeli amesema, pipa la unga halitaisha wala chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua ya nchi.
anampa ahadi ya chakula ikiwa atatii amri ya Mungu. Anayemwambia ni nani? Hivi yeye mwenyewe ana matumaini? Hivi ni kweli anajua anachoniambia? Au ameniambia tu kwa sababu ana njaa, kwa hiyo anataka nikatengeneze ili tule? Lakini mwanamke yule alipokea maneno yale ya matumaini, na kwa imani ndogo kama chembe ya haradali alienda kufanya hivyo. Akapika mkate ule, akala yeye na mtoto wake, lakini na mgeni aliyefika nyumbani mwao. Lakini pia yumkini alimwandalia hata na mahali pa kukaa. Mwandishi anasema, hebu tuangalie jibu lake. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye na nyumba yake wakala siku nyingi. Sura hiyo inaendelea kusema kwamba pipa la unga halikuisha wala chupa ya mafuta haikukauka, sawa sawa na neno la Bwana lililomjia kwa kinywa cha Elia. Jibu jingine zuri ni jibu la vitendo kama la Yona, lakini ni tofauti sana. Mjane anaenda kutoa mlo wake wa mwisho, anatoka kwa imani ili kumlisha mtu huyo ambaye hamjui katikati ya nchi ya mabahari, ili kumwamini Mungu wa Elia kwa ajili ya riziki yao. Jibu lake la vitendo lisilo na maneno ni utii, tofauti na jibu la Yona. Tusome katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 28. Luka 1 mstari wa 28. Luka 1:28, neno la Bwana linasema, akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Salamu, umejaa neema, Mungu yu pamoja nawe. Salamu ya malaika kwa Mariamu. Na baada ya hapo salamu hiyo, kwanza Mariamu anajiuliza, ameingia nyumbani mwake mtu ambaye hajui alikoingilia, lakini mtu mwenye muonekano ambao ni tofauti na wa kibinadamu anamsalimia, salamu, uliyejaa neema. Hiyo salamu tu, hayo maneno yenyewe ni maneno ambayo hajawahi kuyasikia, ni maneno ambayo yana tafakari kubwa. Lakini baada ya hapo mjumbe ukaendelea, akapewa maelekezo kwamba wewe Mariamu, Mungu amekuchagua, utazaa mwana kwa njia ya Roho Mtakatifu, na jina lake ataitwa Yesu. Na tafsiri yake kwamba ni Mwokozi wa ulimwengu. Mariamu, naomba tuingie kwenye viatu vya Mariamu sasa. Sisi wanawake kwa kanisa la leo. Mariamu ana mchumba ambaye alishatoa posa nyumbani kwao. Hapa kuna mtu anayemwambia utachukua mimba kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa Mariamu anajiuliza, hivi kwa nini nisingeambiwa kwa kupitia mchumba wangu yule? Lakini ni kwa mchumba amewekwa pembeni, mimba itachukuliwa kwa staili nyingine. Mariamu anawaza, itakuwaje? Hivi mimi nilivyojiheshimu, hivi Yusufu anavyoniamini, hivi wazazi wangu na jamii yote wanavyoniamini, itakuwaje? Hivi si nitachekwa? Hivi si nitatengwa na jamii? Hivi Yusufu si atavunjikwa moyo? Mwisho wa siku majibu yake yanakuwa nini? Alipewa wito wa moja kwa moja na wakina ambao haungekuwa rahisi. Watu wangesema mambo mabaya kumhusu ili kujaribu kumwaibisha, lakini Mungu alimpa msaada, kumtia moyo na ahadi kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Naye Mariamu akakubali. Hapa tunaona jibu zuri la mwisho kwa Bwana. Hili ndilo jibu la juu zaidi kwa mwito wa Mungu, kuamini na kujisalimisha. Hili lilikuwa jibu kutoka kwa bikira kijana wa kawaida kabisa, binti kama mabinti tulionao hapa leo. Lakini baada ya kupata ujumbe ule kwa mtu yule ambaye hata sura yake tu, hata jinsi alivyoingia pale ndani, hata ile salamu ni ya tofauti sana, lakini alikubali kile alichoambiwa, kwa sababu kuna sauti ya Mungu ilimnong'oneza katika masikio yake, na akakubali kuisikia na kuitii. Anaambiwa jibu lake limewekwa kwenye nini? Kwenye kiwango
cha juu sana. Mwandishi wa somo la leo anajaribu kutuambia nini? Amewataja watu hawa wachache, visa hivi vichache na mifano michache ya kwenye Biblia, lakini aliendelea kutupatia mifano ya watu wengine wawili ambao tuko nao katika dunia ya leo, jinsi ambavyo walisikiliza sauti ya Mungu na kutii kile Mungu alichokuwa amewaitia. Somo la leo linatuambia nini watu wa Mungu? Sisi kama kanisa, lakini sisi kama wanawake. Kwanza, nafasi ya mwanamke ni nini kwenye kanisa? Naomba tusome Mwanzo 2:18. Nafasi ya mwanamke katika kanisa. Mwanzo 2:18. Kitabu cha Mwanzo 2 na ule mstari wa 18 anasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hilo ni agizo la Mungu, lakini sio agizo, ni makusudi ya Mungu. Atamfanyia mwanamume mtu wa kufanana naye. Majukumu ya mama kwenye familia, majukumu ya mama kwenye ngazi ya nyumbani, majukumu ya mama kwenye ngazi ya kanisa, kwenye ngazi ya taifa na hata kwa ajili ya ufalme wa Mungu ni nini? Mama ni mlezi wa familia. Mwanamke ana jukumu la kulea watoto na kujenga maadili mema nyumbani. Tena maneno mengine yanasema, kanisa huanzia wapi? Kanisa huanzia wapi? Wanawake hatukuumbwa kwa bahati mbaya. Mungu alituumba kwa makusudi. Tena anasema mtu huyu hatakuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi. Jukumu letu la kwanza, tumeumbwa kama nani? Jamani, tumeumbwa kama nani? Ndio maana nilifurahi sana tulipopata moto wetu sisi kama wamama wa kanisa, kama wanawake wa kanisa. Sio ule wito ule moto wa wapi? Wa kule wa kusema wanawake ni jeshi. Wanawake ni jeshi. Tena jamani, bwana tuongee. Wanawake ni jeshi. Tena mwisho wa siku tukapeana rate kwamba ni 50 kwa ngapi? Sio kusudi la nani? Sio kusudi la nani? Makusudi ya Mungu hapa. Mwanamke ana majukumu. Ana nini wapendwa? Mwanamke ana majukumu. Ndio maana Mungu alimuumba ya makusudi kabisa. Inasikitisha sasa tunapotamani kujichanganya kule nje. Hapo ndipo tunapoliharibu kanisa la Mungu, kwa sababu tunaanza kuharibu familia kule nyumbani. Pale ambapo pia hata nafasi za watoto wetu wa kike na wa kiume tunashindwa kuzitofautisha. Nakumbuka na dada yangu, kwa sababu na yeye ni Mmeru zangu, anajua mila yetu ya Wameru. Kaka zetu wanaenda jando wakiwa wakubwa. Ni sawa na Wamasai. Wanaenda jando wakiwa, kumbe kuna sababu, siku hizi tumeacha, kumbe kulikuwa kuna sababu, wanaenda wakiwa wakubwa. Na wakipelekwa jando, wanatoka mazingira ya nyumbani, wanapelekwa porini, mbali kabisa. Na kule wanakaa miezi 2 mpaka 3. Wakiwa wanafundishwa majukumu ya nani? Ya mwanaume. Hapa akiwa mdogo sasa nyumbani hapa akiwa anaachwa awe na mama yake, atamsaidia mama kufagia, atamsaidia mama kukamua, atamsaidia mama yumkini hata kubandika chakula, kusoga ugali na mengineyo. The moment anaenda jambo, akirudi hata jiko anapita pale barabarani. Jiko liko hapa, atapita pale. Kwa sababu huko jikoni hana majukumu, huko ndani hana nini? Hana majukumu. Bahati nyingine nzuri, tulikuwa tunapika na kuni. Kwa hiyo sufuria zile zina masizi. Lakini kuna kitu kinaitwa chungu. Kuna miiko, haruhusiwi kushika hiki, haruhusiwi kushika kile, haruhusiwi kufanya hiki, haruhusiwi kufanya kile. Mila ya Wameru. Vijana wa Kimeru wanafahamu ni nini cha kufanya kwa dada zao, nini cha kufanya kwa mama yao, nini cha kufanya kwenye jamii na nini ambacho sio cha kufanya. Hakika yake tungekuwa tumeenda kwa malezi yale tuliokuwa nayo kipindi cha nyuma. Ndio maana wazazi wetu walipata baraka, wakaishi maisha mengi. Ndio maana kipindi kile kulikuwa kuna maadili. Nini uvae, uongee namna gani, utembee namna gani, ule namna gani, vyote hivyo vilikuwa kwenye definition. Sasa hivi havipo.
anafanya nini hajui. Tofauti yake na mtoto wa kiume ni ipi pale nyumbani haijulikani. Ndio maana mzee Isaya juzi alisimama hata kwa uchungu hapa na kuwapiza watoto wa kiume. Kwa sababu wazazi sisi tumesahau kuwalea watoto wetu kwa staili ile tuliolelewa sisi. Tulilelewa kwa wakati mgumu. Mzee Isaya hapa juzi anasema alitamani awe baba ili ale nini? Ili ale nini? Na washukuru watu wa Mungu, kumbe tunakumbuka. Ndivyo ilivyo. Kwetu paja la kuku haliliwi na mtoto wala haliliwi na mama. Ni la nani? Baba. Zile nyama nzuri nzuri zote zinapelekwa kwa baba. Chakula kizuri kizuri chote ni kwa baba. Tena kikombe kizuri ni cha baba, sahani ni ya baba. Yaani hivyo. Leo tunafahamu haya. Wanaoharibu mambo haya ni nani? Kina mama. Wanaoharibu mambo haya ni kina nani? Naomba tushirikiane, tuko kwenye darasa sasa. Wanaoharibu mambo haya ni kina nani? Ni sisi kina mama, kwa sababu tumepewa jukumu la malezi ya watoto na familia. Lakini tumeshindwa kuambia watoto wetu wa kiume majukumu yao ni yapi. Kwa hiyo wanaamka saa 2, hajui kutandika kitanda, hajui kufua nguo yake, hajui kwenda kuoga, na wakike ni hivyo, na ataambiwa nenda kaoshe vyombo, na dada zake wako pale wanaangalia TV, wanaangalia mpira, wote watakaa sebuleni wanaangalia mpira, wanaangalia TV, movie, wanaangalia vitu vile. Hakuna anayejua wajibu wa mtoto wa kiume ni upi, wajibu wa mtoto wa kike ni upi. Mwisho wa siku tukisha wazaa tunawavalisha nini? Wapendwa kina mama, tunawavalisha nini? Tumewavalisha nini watoto wetu? Toka siku ya kwanza anazaliwa, anavaa nini? Hivi kuna mama anajua duka la gauni tena kweli la mtoto wake wa kike? Kuna mama anafahamu duka la mtoto wake wa kike la gauni? Anaenda kumbea gauni? Nijibuni basi kina mama. Kweli. Hongera sana. Na Mungu awabariki kwa nyinyi ambao bado tunafuata zile taratibu. Sio mila za Kiafrika, ni maelekezo na maadili ya Mungu. Ni maelekezo na maadili ya nani? Ya Mungu. Leo unafika sebuleni kwa mshiriki, kwangu mimi, ujue wa kike pale ni upi na wa kiume. Kwanza sura zao zinafanana. Maana bahati nzuri labda wanafanana baba au wanafanana na mama. Unaweza ukachanganya hata majina. Unakutana nimefanana na watoto wangu watatu, ujue wa kiume ni upi, wa kike ni upi. Lakini tunataka wakikua wakatengeneze kanisa. Waje hapa ndani waimbe, waje hapa ndani wahubiri, waje hapa ndani waimbe kwaya. Yupi mtoto uliyemtengeneza? Tumeitwa leo. Haya yote tumefanya iliyotolewa hapa ni wito tunaoitwa kwa sauti tofauti. Wewe umeitwa na nani? Umeisikia sauti ipi ikikwambia jambo? Umesikia sauti ipi ikikuelekeza? Je, ni sauti ya malaika kama Mariamu? Je, ni sauti ya mwanadamu mwenzako kama Elia aliyekuwa mchafu, mwingine anayenuka jasho, aliyechoka? Je, ni sauti hiyo ndio inayokuita leo? Je, ni sauti ya Yesu aliyekutana na Petro ndio inayokunong'oneza ikibisha kwenye mlango wa moyo wako? Ni sauti ipi inayokuita? Ni ya Mungu mwenyewe kama alipomuita Yona. Lakini je, katika sauti hizi zinazokuita, mwitikio wako na majibu yako ni yapi? Yanakuwa ya Yona kwamba umeitwa sasa ubadilishe maisha yako pale nyumbani, kwa sababu huwezi kwenda kuhubiri, huwezi kwenda kwa jirani yako kueleza habari za Mungu, maana yumkini hata mafungo ya kumwambia unaweza ukakosa. Yumkini shetani anaweza akamtumia akakuchallenge ukashindwa kutoboa. Lakini je, kwa maisha unayoishi tu pale nyumbani kwako, kuingia kwako, kutoka kwako, malezi yako ya watoto wako, vipindi vinavyoendelea pale nyumbani? Leo katika darasa letu la lesoni nimehukumiwa sana. Ndaini nilitoa kisa cha ushuhuda wake na mfanyakazi mwenzake anayefanya naye kazini. Haidi niruhusu tu niongee samahani. Lakini kisa kile kilinigusa na nilimwomba Mungu, naomba Mungu nikichukue. Na naomba na wewe unisikilize ukichukue kabisa na Sekeli. Anafanya kazi na dadai ni kazini kwake pale. Lakini kukatokea tu conversation, mazungumzo yalikuwa yanaendelea pale kuhusu wafu. Yule akiwa kanisa ambalo sio Mwadventista Msabato Roman,
na mtu mwingine ambaye ni kanisa la dhehebu labda la hao Pentecoste, na Irene akiwa pale kama msabaki. Wale wawili anawasikiliza jinsi wanavyoongea, mazungumzo yao kuhusu wafu. Anayefundisha habari za wafu, anayemfundisha mwenzake sasa ni yule ambaye ni Roman. Anazielezea habari za wafu kama Biblia inavyoeleza. Akimchallenge yule mwenzake, hapana, wafu hawajui, alikuwa anamzungumzia mtu aliyekufa. Huyo ambaye ni Pentecoste anazungumzia mtu aliyekufa, yaani mtu amekufa lakini mtu wema sana, alifanya mambo mazuri sana, sijui kwa nini amekufa. Mungu angemwacha tu aendelee kukaa. Lakini basi hamna neno, kwa kuwa Mungu amempenda zaidi, basi tumuombee tu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mungu atoleke amwambia hapana. Roho za watu wazifanye nini? Aziombee. Akifa amefanya nini? Inabidi yeye nisikilize. Kivipi? Na anamuuliza kwani kwenu nyinyi mafundisho hivyo wote ni ibada za misa za wafu? Akasema ndiyo. Lakini mimi nilikulia kwa baba yangu mdogo ambaye ni Mwadventista msabato. Nafahamu kesha za asubuhi. Akaanza hata kumwimbia na nyimbo zile za asubuhi. Wapendwa, watoto wetu wanazijua. Akaanza kuimba nyimbo za nini? Hivi zinaimbaje zile nyimbo za asubuhi moja? Asubuhi kucha hadi mapya ni mapenzi hayo. Anazikia yule kijana ambayo sisi watoto wetu sijui, Mungu atusaidie. Haya, akamwimbia Irene zile. Lakini akamwambia nafahamu lesoni. Tulikuwa tunasoma lesoni kwa babangu mdogo. Nafahamu makambi, nilikuwa naenda makambi. Kwa hiyo nafahamu visa vyote na Biblia inavyosema. Ila mimi pamoja na hayo yote, kuna ambayo hapo kule wasiafati kabisa kwa sababu najua wanakosea. Lakini ambacho nilisikia kwa mjomba wangu cha Wasabato ni amini na kweli. Mmeona Yesu anasema na kondoo wengine nao ambao sio wapi, lakini kuna wimbo niliuimba nikiwa chuoni. Naomba niuimbe kweli. Waliituimba hivi, waliingia wakakalia viti vya watu wengine, ninakuletea mambo makuu ya kutisha yanayokabili kanisa la siku za mwisho. Wengi watakuwa wamo katika kanisa la Mungu, wakiyafanya mambo ambayo wanayopenda wengine, na wataingia watu kutoka nje, na watachukua nafasi yako mpendwa, nawe utakuwa huko nje ya kanisa. Itakuwa huzuni na kilio kwa walio nje. Tumeelewana? Tumekalia nini? Tumekalia nini? Viti humu ndani, tukiamini ni vya kwetu. Lakini kumbe wataingia walioko nje, watakalia viti vyetu, na sisi tutaenda wapi? Wapendwa kina mama, kanisa la Mungu linaanzia nyumbani. Kwanza linaanza kwenye majukumu yako ya heshima, nidhamu, lakini ushirikiano na msaada. Mungu anakuumba ukiwa msaada kwa mwanamume. Ukiwa nani? Msaidizi. Msaidizi. Mungu anasema mwanaume ni kichwa cha nini? Mimi natamani kweli mnijibu. Naombeni tu nisamehe kama sio taratibu, lakini naomba mnijibu. Mwanaume ni kichwa cha nini? Kama Kristo alivyo kichwa cha nini? Wanawake haiwezekani tukaenda 50 kwa 50, haitawezekana. Na tukienda huko tumeharibu familia, maana tunaanza kuharibu watoto wetu wa kiume, tunaanza kuharibu watoto wetu wa kike. Wanapofika kwenye level zao za kutekeleza majukumu ya maana ya Mungu na kusudi la Mungu kuwaumba, wanakuwa wamepotea. Mama, simama kwenye nafasi yako. Wewe ni msaidizi, lakini una majukumu makubwa na mazito. Na ndio maana wanaume waliambiwa wakatafute kwa jasho, wafanye nini? Watuletee. Kwa sababu tunapaswa kuwa nyumbani tukilea familia. Tuna majukumu yetu, hata kama inafikia basi maisha yanakuwa ndivyo sivyo. Tunapaswa kwenda kusaidiana. Tutakaposaidiana tusisahau
tusisahau kusudi la Mungu. Tusisahau kusudi la Mungu. Kina mama, tutengeneze kanisa la nyumbani. Kisa kile cha Irene pale, kisa cha dada Irene pale na yule kijana aliyekulia kwenye nyumba ya Sabato, nikajiuliza leo, nina watoto wangapi wanaokaa nyumbani kwangu? Nina wafanyakazi au watu wangapi wanaoishi na mimi pale nyumbani? Nina wafanyakazi wangapi wanaopita kwenye mikono yangu? Nina watu wangapi ambao ninakutana nao katika maisha yangu siku kwa siku? Hivi ni lipi wanalojifunza kwangu mimi, ili siku moja wakasimame wakaoteshe mbegu ile nitakayootesha mimi, Yesu akaimwagilie na ikaota, ikawe wokovu wao. Maana yule anasubiri tu kuingia, achukue nafasi yangu mimi, achukue nafasi yako wewe. Sasa wapendwa, kina mama wenzangu, Mithali 31 fungu la 10 mpaka la 31 linasema, mwanamke mwaminifu na mwenye hekima, mwanamke mwenye uwezo anasifiwa kwa bidii, hekima uaminifu wake kwa familia. Familia ni ipi? Ni ile pale nyumbani kwako, lakini hii iliyoko kanisani ambayo ni familia ya Mungu, lakini wale walioko kule nje ambao ni familia ya Kitanzania, lakini familia kubwa, familia ya Mungu, ili Yesu atakapokuja awakute wako salama kupitia malezi yangu mimi na wewe. Lakini mwanamke ni mtumishi wa Mungu. Biblia inaonyesha wanawake wengi waliomtumikia Mungu kwa uaminifu. Mifano imetolewa kama Debora ambaye alikuwa nabii na mwamuzi wa Israeli, Esther aliyewaokoa Waisraeli, walipo Maria ambaye ni mama wa Yesu. Tunashiriki pia katika kazi ya Mungu. Hata kama basi huwezi kwenda kuhubiri, tumesema jamani, tuanzie kwenye kile tulicho na uwezo nacho. Maana hatuwezi wote kuwa wachungaji, hatuwezi wote kuwa wahubiri, hatuwezi wote kuwa sijui watu gani tunaosimama kwenye majukwaa, si kweli. Lakini kwenye level yako ile ile, jua kusudi la Mungu liko ndani yako na unapaswa ulitekeleze na utimize, kwa sababu atakapokuja Bwana wa mavuno atakuuliza hesabu zako zitakuwa ni zipi? Ni za talanta 5, ni za talanta 2 au ni ile moja? Lazima kati ya hizo 3 uwe ndani ya kibali. Ni lazima. Sasa jiulize wewe unaangukia kwenye lipi? Lakini mwanamke ni mshiriki katika kazi za kueneza Injili pia, kama ambavyo tumeona. Natamani tusome fungu la Mithali 14 fungu la kwanza. Mithali 14 fungu la kwanza. Mithali 14 na fungu la kwanza linasema, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Narudia. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mungu wa mbinguni atusaidie, maana naamini katika kwenye sekei hapa hata patikana ambaye ni mjinga. Sisi wote tutakuwa na hekima, kwa sababu kanisa liliona umuhimu wa wanawake. Ndio maana nikaiweka siku special kabisa, nikaita siku ya wanawake kwenye nini? Kwenye kanisa, kwa sababu ninaona umuhimu. Lakini jukumu kubwa mwanamke alilonalo kwenye kuilea familia, kwenye kulea jamii na kulea kanisa pia. Anasema, na ukiangalia kuona ni nani ambaye Mungu anamuita katika mambo ya Nyakati wa Pili 16:9 inasema, macho ya Bwana yanachunguza dunia nzima ili kuwatia nguvu wale ambao mioyo yao imejitolea kwake kikamilifu. Amejitolea kwake. Anatafuta watu wa kawaida ambao wako tayari kupatikana na wamejitolea kusikia wito wake, wale wanaojibu na kusema, henani, mimi hapa, nimejisalimisha na ninapatikana kwa chochote utakachoniita. Kusema neno henani kuja kwa gharama kubwa. Inahitaji kujisalimisha nafsi, kujisalimisha kwa mipango yetu wenyewe, kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu, hata tunapoogopa.
tunaweza kuhitajika kujisalimisha hata maisha yetu yenyewe, lakini tunachotakiwa kufanya ni kumwambia tuko tayari, kisha atatupa nguvu, atatufunza, atatutia moyo kufanya kazi anayotuomba. Tunachopaswa kufanya ni kujisalimisha kwake na kusema niko Bwana, niko hapa. Henani. Neno henani nimesema tafsiri yake kwa Kiebrania. Maana yake ni mimi hapa. Niko hapa, nitume. Anasema, ninachosema ni kwamba kila mmoja wetu anaweza kutumiwa na Mungu kwa kazi tofauti tofauti. Kila mmoja wetu hapa ana wajibu wa kuwajibika kwa Mungu kwa namna ambavyo Mungu anataka kumtumia. Na wito wa kila mtu ni tofauti, lakini anataka kumtumia kila mmoja wetu. Sote tuna chaguo la kufanya. Jibu la wito wetu kwa Mungu mioyoni mwetu. Kuwa mwanamke, kuwa wanawake wanaotaka tuwe kufanya kazi kubwa au kazi ndogo. Zote Mungu anataka tuzifanye. Na anaamini sisi wanawake tuna uwezo wa kuzifanya. Iwe kubwa, iwe ni ndogo. Hata tu kumsalimia jirani. Hivi jamani, unajua kama kupita tu kumsalimia jirani kila siku pale. Jirani umeamkaje? Habari za watoto? Mungu awabariki. Unajua tayari hilo ni hubiri. Unajua tayari huo ni utume. Maana huwezi kujua hicho kinamtengenezaje jirani yako. Huwezi kujua. Lakini namna unavyoongea na watoto wako pale nyumbani, namna unavyomjibu mume wako, namna unavyoongea na wale majirani na ndugu zako, hilo tayari ni utume. Kwa hiyo liwe kubwa au dogo, ninaomba tu wapendwa tuwe tayari kuitika na kusema mimi hapa Bwana nitume. Akutume kwa kipimo chako wewe, kile ambacho unaweza kufanya. Haijalishi uwezo wetu ni upi, haijalishi tuna umri gani, haijalishi elimu yetu ni ipi, haijalishi machafuko ya ulimwengu unaotuzunguka. Tujitoe leo kwake ili tuwe tayari kujisalimisha kwake, tukiamini kile malaika alichomwambia Mariamu kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Mwandishi anamalizia kusema henani. Wapendwa wanawake, nitatamani na sisi leo tusimame. Kama aliposimamisha watoto wa kiume juzi, naomba na sisi leo tusimame. Tutoe ahadi zetu kwa Mungu kwamba hakika yake tutaenda kuyazingatia majukumu na kusudi Mungu alilotuambia. Naomba tusimame. Wanawake, naomba tusimame. Wanawake tunasimama kwa kujiuliza. Hakika yake ni kana kwamba hatuna uhakika. Wapenda wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wanawake. Wanawake. Upande huu. Wanawake. Utume kipaumbele chetu. Hapa katikati. Wanawake. Utume kipaumbele chetu. Sauti za watu wangapi? Hapo upande huu. Wanawake. Utume kipaumbele chetu. Upande huu. Wanawake. Utume kipaumbele chetu. Mungu wa mbinguni atubariki. Mimi naomba tuseme yafuatayo. Mimi mwanamke. Mimi mwanamke. Wengine wanatazama, wamefunga midomo. Mimi mwanamke. Mimi mwanamke. Nimesimama mbele zako Mungu. Nimesimama mbele zako Mungu. Kama kusudi lako la uumbaji lilivyo kwangu. Kama kusudi lako la uumbaji lilivyo kwangu. Ninaomba Mungu kwa uwezo wako. Ninaomba Mungu kwa uwezo wako. Na kwa makusudi ya moyo wangu. Na kwa makusudi ya moyo wangu. Kuanzia leo. Nikafanya nipasayo. Mungu wa mbinguni awabariki. Naomba mkae. Naomba tutaimba, wanawake wataimba au ni kanisa tutaimba wimbo wa 107. 107. 107 tutaimba ubeti wa kwanza, wa pili na wa tatu. Tukiwa tunatafakari neno la leo linalosema henani. Maana ya neno henani nimesema ni nini? Mimi hapa. Sasa umeitwa wewe kwa sauti gani? Naomba uisikilize hiyo sauti inayokuita. Ni ya Elia, ni ya
ya malaika, ni ya Mungu mwenyewe, ni ya Yesu. Alafu hivi mwitikio wako, hivi majibu yako ni yayona ya kumkimbia Mungu. Hukujibu, lakini ulitaka kumkimbia, uchepuke uende, umwache hapo bila kumpa majibu. Lakini majibu si yako kwenye vitendo, unaamua kukimbia. Hivi majibu yako yako kwa nani? Unajifananisha na Petro aliye sita katika kutoa majibu, katika kujiuliza kile alichoambiwa, lakini mwisho wake akaamua kutekeleza. Mwitikio wako na majibu yako yapo kwa yule mwanamke wa Sarepta ambaye na yeye haitofautiani sana na ya Petro, lakini wote walitekeleza. Yeye alijiuliza hivi, huyu mtu kweli inawezekana na nini, lakini alifanya moja kwa moja. Lakini majibu yako ni sawa ya Mariamu, ambaye Mariamu anasema na iwe kama Mungu alivyofanyaje, Mungu alivyotaka, na ikawa hivyo, na Mungu akampa nguvu. Na leo tunaye mkombozi Yesu, ambaye ni kwa sababu ya uitikio wa nani? Wa Mariamu. Nini Mungu anachokitaka wewe ukifanya na mwanamke? Sauti ipi inayokuita? Majibu yake ya mwitikio ni yapi? Naomba tuimbe wimbo namba 1. Sawa. Pana watu ndani ya nyumba yako. Pana watu ndani pembeni ya nyumba yako, majirani. Pana watu unaofanya nao kazi. Pana watu unaokutana nao barabarani na sokoni. Pana watu. Kama huwezi kusema jinsi ya malaika, waweza kutangaza upendo tu. Waweza kutangaza upendo tu wa Mwokozi, na hilo tayari ikawa ni utume. Wakati mchungaji anakuja kutuombea,
ninaomba tuimbe tena fungu hilo. Tutaimba fungu la pili na fungu la tatu tukiwa tunatafakari, na pale tutakapoimba mstari wa mwisho kabisa ukajibu mara moja. Naomba usiseme ukajibu, sema nitajibu. Jiambie nafsi yako kwamba utajibu, maana wimbo huu tena unakuambia kabisa kwenye hili fungu, anasema roho za watu zikifa, Bwana akikuita usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Amesema hata kwa udogo, hata kwa udogo. Haijalishi elimu yako, haijalishi umri, haijalishi uwezo ulionao wa kipesa na chochote kile, kinachotakiwa ni kusema nipo Bwana, nitume. Mungu ana anachotaka wewe ukifanya. Naomba tuimbe mafungu hayo mawili. Mchungaji karibu. Baba yetu mwema, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sabato ya leo. Umekuwa mwema kwetu na umemtumia mtumishi wako kwa namna kipekee. Jina lako lipate kutukuzwa. Kwa kila aliyesikia ujumbe huu ambao Roho wako ametutafsiria kulingana na uhitaji wetu, ujumbe huu ukawe mbegu katika mioyo yetu, kwa wanawake na kwa wanaume, ili ukatoe matunda itakayotuwezesha kuishi katika yale maisha yanayokupendeza wewe. Lakini katika sabato leo ya wanawake, tunakabidhi kila mwanamke mikononi mwako. Bwana, unafahamu umehifadhi na kuweka karama na talanta na vitu mbalimbali vya kipekee ambavyo vinafaa kwa ajili ya kazi yako. Amsha kila mwanamke aliyeko hapa katika kanisa hili, walioko majumbani, walioko katika shughuli zao, walioko makazini, walioko mikoani. Mungu, tunawakabidhi mkononi mwako. Maadamu unawafahamu ni watoto wako katika mtaa huu, amsha zile karama na talanta ulizoweka kwao. Lakini pia tunawaweka wanawake wote mkononi mwako ambao ni akina mama. Umewapatia majukumu makubwa ya kuchunga kundi, kusimamia kundi. Wapatie uwezo, hekima na maarifa katika nyakati hizi za mwisho kuongoza kundi hilo walionalo. Wasije wakawa sehemu ya kupoteza, bali wakawe sehemu ya kuhakikisha kundi ulilowakabidhi Bwana wanalisimamia vyema. Tunawaombea wanawake ambao pia hawana familia,
simama pamoja nao, walinde na kuwatunza, wahifadhi sawa sawa na mapenzi yako. Tunawaombea hata wajane, Mungu wapiganie katika maisha yao, nao pia uwakumbuke ukiwapatia mahitaji yao katika namna isiyokuwa ya kawaida. Lakini pia tunaombea katika kazi ya mikono yao, Bwana wabariki. Wengine ni wajasiriamali, wafanyabiashara, waajiriwa, wengine wamejiajiri, kila mmoja na kazi ya mikono yake anapopambana. Bwana achilia baraka zako kwa kila mkono wa mwanamke ulio katika kanisa hili. Tunawaombea katika maisha yao ya kiroho, Bwana wafinyange upya, wafae kwa ajili ya kazi yako, wafae kwa ajili ya kutumika. Pale palipo na kwa mwanamke, Yesu finyanga upya, ondoa tabia zile ambazo zitaibisha jina lako, zitafanya Roho wako asitawale katika mioyo ya wanawake. Unapowafinyanga Bwana, wakafae kwa ajili ya maisha ya uzima wa milele. Lakini pia tunaombea waume zao. Baba, tunakusihi tukikuomba kwa kila mwanaume aliyeko hapa ambaye ana familia, mpiganie kwa namna kipekee katika kutimiza majukumu yake ya kila siku, katika kuhakikisha msaidizi ulimpatia wanatembea pamoja. Bwana walinde na kuwatunza. Changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika familia, Mungu endelea kuwafundisha kuchuchumilia wokovu, ili changamoto hizo zikawe sehemu ya daraja la wao kuvuka kwenda katika maisha ya milele. Katika sabato leo tuna wagonjwa, tuna wahitaji, tuna walio na mizigo mizito, tuna ambao hawaelewi kesho itakuwaje. Kwa kila mmoja aliyekuja na mzigo huu katika maombi haya, tunakabidhi mkononi mwako. Enenda ukatue mizigo hiyo. Lakini pia mipango ya kanisa, shughuli mbalimbali za kiutume, maandalizi ya makambi, miradi ya majengo, yote tunaikabidhi mikononi mwako. Bwana ukatupiganie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bila kusahau watoto wadogo walio katika kanisa lao kule, tunawaombea wakuze kwa hekima na kimo, wakikupendeza wewe pamoja na wanadamu. Timu yote iliyohudumu leo ya wanawake tangu asubuhi hadi masaa haya itakao kamilisha mpaka jioni, na iliyokwisha kuhudumu katikati ya wiki, Bwana inua karama hizi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Endelea kuwapatia unyenyekevu, na wote walioshiriki hata kwa uimbaji au hata kwa sadaka zao na kwa maoni yao, pamoja na mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake, wote Bwana uwabariki na kuwalinda na kuwatunza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante lala amka, tumemaliza ibada. Bwana asifiwe.